Oh Mungu wangu, Baba nisamee. Hao ni maneno bwana ya Pastor King bana. Baada ya kwamba kumbe kuna mtu bwana anaenda kufungua wajomba, akawaone na akawalambe. Oya, huyu hapo ni Pastor King. Pastor King analalamika tu. Lakini huyu hapo chini hajali. Kazi yake ni kwenda kufungua wajomba waone na awalambe. Huyu hapo sasa anaenda kuwalamba. Oyo, aise, hatari. Lakini bwana huyu ambaye alikuwa analamba wajomba ni muumini wa Pastor King. Basi Pastor King ikabidi aamke. Kuamka anapigwa butwa kwenda kuangalia kwa wajomba, anakuta wajomba wako wazi. Ina maana kitendo kimefanyika. Ikabidi amuamshe. Huyu hapo kama nilivyokuambia huyu ni muumini wa Pastor King. Anaamka hivi, Pastor King ikabidi amuulize, "Kimetokea nini? Umeniwekea nini kwenye kinywaji changu?" Inaonekana huyu muumini kuna vitu ambavyo alimwekea Pastor King kwenye kinywaji chake. Pastor King analaumu, "Niko wapi hapa? Aise Mungu wangu, unajua lakini mchumba haelewi." Baadaye bana Pastor King ikabidi aende kwa mke wake bwana, akabidi arudi nyumbani bwana. Huyu hapo ni mke wake na Pastor King, anakwenda kwa jina la Dakote. Pastor King alifika akamwambia mke wake kwamba kiukweli siku yangu ya leo ilikuwa iko very tight, ilikuwa iko very busy sana, nimechoka kiakili. Mke wake akamwambia, "Usiwaze baby, mimi niko hapa kwa ajili yako. Si unajua wewe ni mfalme wangu?" Pastor King akamwambia, "Ndio, najua. Lakini ningependa sana siku hii ya leo nikapumzike na mtu asiweze kabisa kunisumbua." Hayo ni maneno ya Pastor King akiwa anamwambia mkeo. Lakini bwana ukumbuke kitu kimoja bwana, Pastor King ametoka kuzini bwana. Ametoka kuzini na muumini pale kama tunavyoona kabisa, muumini aliweza kwenda kuwalamba wajomba. Basi Pastor King mdogo ikabidi aende akapumzike. Lakini mke wake kama kuna kitu fulani alihisi, kwa sababu sio hali ya kawaida ya mume wake kwa vile akawa anaenda anamsindikiza kwa macho. Akajua kabisa mume wake kiukweli kuna mambo fulani ambayo hayajakwenda sawa. Basi tutakuja kujua baadaye ni mambo gani ambayo hayakwenda sawa kwa Pastor King bwana. Okay, poa. Mke wake kabidi kwamba ajichenge na yeye baada ya kuona mume wake amekwenda juu. Baadaye bwana Pastor King tunamuona bwana, baadaye Pastor King anaoga, anajiosha, anaoga, anatoa ile janaba wanaita, kwa sababu ameshatoka kwenda kumla muumini, kwa hiyo anatoa ile janaba. Lakini Pastor King alikuwa anamuomba Mungu wake na kusema kwamba amefanya kitu gani hichi. Inaonekana bwana Pastor King kile kitendo ambacho amekifanya kiukweli kwa Pastor King alikuwa hajadhamiria, alikuwa hajadhamiria kabisa kile kitendo ambacho Pastor King ameweza kukifanya. Kwa hiyo alikuwa anaoga huku anamuomba Mungu wake, lakini pia akiwa pembeni peke yake alikuwa pia anazidi kumuomba Mungu wake na kusema kwamba Mungu wake anamuomba amsamehe, kwa sababu kiukweli amekosea, ametenda dhambi ambayo hakuwahi kutarajia. Tutaenda kuona kwamba Pastor King kweli ile dhambi hakutarajia. Baadaye ikabidi amfuate mke wake na kuzungumza na mke wake, kwa sababu Pastor King bwana kama unavyojua ni mtumishi wa Mungu, na ni kweli ni mtumishi kabisa. Kwa hiyo dhambi ambayo ameifanya kiukweli inamtafuna, inamla. Kwa hiyo Pastor King bwana ikabidi amfuate mke wake na kumwambia mke wake kwamba nimetenda dhambi. Nimetenda dhambi. Yule kondoo ambao nilienda kumuombea, ambaye alikuwa na shida, kulikuwa na vitu fulani ambao vilikuwa haviko sawa, aliniwekea madawa bwana kwenye kinywaji. Alivyoniwekea madawa kwenye kinywaji, baada ya muda naamka hivi najikuta niko mtupu. Kwa Pastor King alikuwa anamwambia mke wake kwamba kitu ambacho kimeweza kutokea. Mke wake alishangaa sana, lakini Pastor King alizidi kusisitiza kwamba nimefanya hayo yote si kwa makusudi. Ni kinywaji ambacho nimekunywa ambacho kilikuwa ndani yake kina madawa, na ambao madawa hayo yamenekewa yule mwanamke ambaye nilikwenda kumuombea kwa sababu alikuwa ana shida. Kiukweli mke wangu, naomba unisamehe sana. Sijatenda haya kwa makusudi, bali nimefanya haya yote si kwa makusudi kama nilivyosema. Ni bahati mbaya na imetokea baada tu mimi kuwekewa madawa kwenye kinywaji na kutokujielewa kabisa. Mke wake aliumia sana bwana. Kumbe mume wake amemchiti, alafu amemchiti na muumini. Ina maana Pastor King amekula muumini. Amekula nani? Amekula muumini bwana. Basi Pastor King alikuwa anamwambia mke wake kwamba aweze kumsamehe. Kiukweli na dhambi ambayo amefanya kiukweli inamtafuna. Anajihisi yeye ni mkosaji. Ndio maana kila akikaa anajihisi kama vile kuna kitu fulani ambacho kinamtafuna. Lakini mke wake bwana ilibidi amuonee mume wake imani na kumwambia, basi baba,
hakuna shida. Najua umefanya hayo yote, lakini sidhani kama umezamilia. Mke wake aliumia sana. Aliumia sana na kumwambia kwamba pole sana baba. Umekutana na majaribu, lakini yote ilikuwa ni kwa sababu yangu mimi. Mke wake bwana kumbe ndio aliomwenda kumwambia kwamba kuna muumini ambaye hayuko sawa. Kwa hiyo baba mchungaji aende akamwangalie muumini aweze kumuombea. Kwa kuna dada mmoja ambaye kiukweli hakuwa sawa. Kuna mambo fulani ambayo alimkuta. Kwa hiyo mke wake akamwambia akamtuma mume wake kwamba wewe kwa sababu ni baba mchungaji nenda kamwombee huyu mdada kwa sababu hayuko sawa. Lakini kesho yake bwana baba mchungaji akiwa kanisani anaendelea kutoa ibada pale kwa waumini. Huyu hapo ni mama mchungaji. Mara ghafla bwana ilitokea bwana alitokea yule muumini alitokea yule muumini ambaye alilamba koni ya baba mchungaji jana. Baba mchungaji akashangaa. Baba mchungaji alivyoshangaa akasababisha waumini wote washangae, mpaka mke wake naye ashangae kwa sababu ya kile kishindo cha baba mchungaji kushangaa bwana. Basi baba mchungaji akawaambia tufunue Wakorinto. Baada baba mchungaji kuona kile kitendo ambacho kimeshangaa, ikabidi baba mchungaji awahamishe waumini. Akaenda akawaambia kwamba tufungue Wakorinto tuangalia. Lakini muumini yule ambaye alilamba koni ya baba mchungaji, jinsi anavyomuona baba mchungaji anafikiria kama vile akiwa analamba koni vile ya baba mchungaji. Aise sio poa bwana. Muumini yeye anahisi anamuona kama baba mchungaji yuko naked, yuko uchi vile, kwa sababu anaikumbuka ile koni. Kila akimuona anavuta taswira ya ile koni ambayo alikuwa anailamba jana. Lakini baadaye tunaona kwamba kesho yake yule muumini anamfuata tena baba mchungaji. Anamwambia kwamba nimekuja kukuambia baba mchungaji kwamba nina ujauzito wako. Nina ujauzito wako. Lakini baba mchungaji anamwambia wewe shetani umefanya nini? Umefuata nini kwangu? Lakini muumini anamwambia bwana nimekuja kukupa taarifa kwamba nimebeba mtoto wako. Hoya, huyu muumini anamtakia nini baba mchungaji? Maana tunaona alimwekea dawa baba mchungaji. Baba mchungaji akafanya vitu ambavyo kiukweli baba mchungaji hakutarajia kuvifanya. Lakini leo hii tena huyu muumini tunamuona tena anarudi kwa baba mchungaji na kumueleza kwamba ana ujauzito wa baba mchungaji. I say baba mchungaji alizidi kuchanganikiwa zaidi na kusema kwamba huyu mtu ananitafuta nini? Anataka nini? Ni shetani gani hili linanifuata? Baba mchungaji alibaki na maswali mengi sana ya kujiuliza kuhusiana na huyu muumini ambaye anamtia majaribuni, anamuingiza katika majaribu. Lakini usiku wake baba mchungaji akiwa nyumbani alimwambia mke wake kuhusiana na swala la chakula kwamba chakula kiko wapi? Lakini mke wake akamwambia kwamba wewe suna mikono, nenda kapike. Najua wewe una mikono yote. Nenda kapike. Mke wake bwana inaonekana akashaanza kumwambia baba mchungaji maneno ya ajabu. Baba mchungaji bwana kashaanza kuambia maneno ya ajabu na mke wake. Japokuwa siku ile mke wake aliweza kumtuliza mume wake na kumwambia basi baba yameisha, lakini bado mke wake ile swala la baba mchungaji kumchiti liko kichwani, na kiukweli kabisa bado hajaweza kulitoa, kwa sababu swala la kuchitiwa bwana ni kitu kikubwa sana. Alafu baba mchungaji ndio mwenyewe anachiti. Tena anachiti na kondoo wake. I say baba mchungaji aliumia sana kusema Mungu wangu unanipitisha katika majaribu gani? Lakini wewe si baba mchungaji. Wewe ndio inatakiwa upite huko. Japokuwa kila mtu anatakiwa. Baadaye baba mchungaji alikuwa anaomba na kukemea kwamba mapepo yote ambayo yanamfuata vitu vyote vitoke. Mke wake alimfuata akamwambia mbona unapiga fujo, unaomba kwa sauti? Kuomba kwa sauti haimaanishi kwamba ndio Mungu atakusikia. Hebu mimi nataka nilale. Hebu punguza hao makelele ambayo unanipigia makelele. Mke akamwambia mke wangu mimi namuomba Mungu atuepushe na haya ambayo yanaendelea. Mke akamwambia acha ujinga. Kusali kwa nguvu, kupiga fujo haimaanishi kwamba watu ndo watakuelewa, watu ndo watakusikia. Afu mke wake akafanyaje? Akapotea bwana. Oya, mke wake ameshaanza kuwa na vislani na baba mchungaji, kwa sababu baba mchungaji ameweza kumsaliti kwa kula kondoo yake. Lakini usiku baba mchungaji alizidiwa sana. Alikuwa anaumwa homa bwana. Mke wake akamwambia kwamba twende nikupelekea hospitali. Lakini baba mchungaji alikuwa anakataa, anasema kwamba mimi nitakuwa sawa na
nitapona. Lakini mke wake akamwambia kwamba hapana baba, inabidi nikupeleke hospitali kwa sababu tangu uanze kuumwa mpaka sasa hivi hali itazidi kuwa mbaya zaidi. Kiukweli mimi itabidi nikupeleke hospitali. Hao ni maneno ambayo mke wake alikuwa anamuhimiza baba mchungaji aweze kwenda hospitali, lakini baba mchungaji inaonekana alikuwa hataki kwenda hospitali na kumwambia mke wake kwamba yeye atakuwa vizuri na ataweza kupona. Lakini mke wake hakukubali maneno ambayo baba mchungaji anaweza kumwambia ya kwamba yeye atapona. Baadaye walimpeleka hospitali bwana. Lakini bwana walipofika hospitali bwana, cha kushangaza, daktari alipomfanyia vipimo baba mchungaji, daktari bwana, maneno ambayo alimwambia mke wake na baba mchungaji, mke wake anamwambia niambie. Ikabidi daktari amwambie mama mchungaji kwamba baba mchungaji ana ukimwi, ni HIV positive, ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mke wake anamwambia unasemaje? Daktari akamwambia tulia, usiwaze sana. Kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi haimaanishi ndio kufa kabisa, hapana. Kuna watu wengi sana ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini bado mpaka sasa hivi wanaweza kuishi. I say baba mchungaji bwana ameambukizwa maambukizi ya virusi vya ukimwi na yule kondoo ambayo alimla. Basi baba mchungaji alikuwa anaongea na daktari na kumwambia kwamba mimi nimefanya nini? Lakini baadaye kumbe mke wake aliporudi nyumbani, mke wake ilibidi afungashe milago zake yote, mizigo zake zote, sasa kwamba mke wake sasa anaweza kuondoka. Baba mchungaji akamwambia, mke wangu unaenda wapi? Ukumbuke kwamba mke wangu tuliweza kuwapa kanisani kwamba hatutakuachana pale paka kifo ambacho kitatutenganisha. Baba mchungaji anasema acha ujinga wewe, kifo kitatutenganisha? Unataka uniambukize ukimwi? Unataka uniambukize virusi vya ukimwi? Mimi siwezi kuambukizwa virusi vya ukimwi kirahisi hivyo. Baba mchungaji akasema unaondoka muda huu ikiwa mimi napitia mambo magumu sana, maisha magumu sana napitia. Aisee hapana. Mke wake anamwambia hapana, kiukweli utanisamee, mimi naondoka, siwezi kukaa hapa uniambukize virusi vya ukimwi. Na hapo wewe endelea kula watongwe, endelea kula kondoo wako ambao umezoea kula kila siku. Mimi ninaweza kuondoka. I say baba mchungaji anakutana na mambo makubwa sana aise. Lakini baadaye ambao ni Jumapili sasa wakiwa kanisani nyimbo za pambio zilikuwa zinafanyika, mara ghafla aliingia mchungaji. Alipoingia mchungaji aise, watu wote walikaa kimya, wakaanza kunong'ona, huyu hapo, mmemwona jamani, huyu hapo, ndio huyo bwana ambaye anakula kondoo. Sasa wamama wa kanisani wasema ndio huyo mchungaji bwana, tabia yake ni kula kondoo, na kondoo mwenyewe alioliwa ndio huyu hapa. Kondoo anamuona mchungaji anamuona mchungaji anazidi tu anamtamani. Lakini baba mchungaji akaanza kuhubiri, akawaambia jamani, Bwana asifiwe, watu wamekaa kimya. Bwana asifiwe, watu wamekaa. Baba mchungaji akasema kuna kitu gani ambacho kinaendelea mimi sikijui jamani. Mara ghafla akaletewa simu bana. Akawa ameletewa simu na mtu. Kaza kushika ile simu nini? Kumbe bwana ni wazee wa kanisa bwana. Wanamwambia baba mchungaji, kikweli Pastor King leo hautaendesha ibada. Kuna mchungaji ambaye tumemleta ambaye anatoka katika tawi jingine. Huyo ndio ambaye leo atakaosimamia ibada ya leo. Kwa hiyo bwana, wewe inabidi uache ibada hii ya leo na tutaweza kukuambia shida ni nini. Ikabidi baba mchungaji aweze kumpa yule mchungaji ambaye ameandaliwa kwa siku ya leo kwa ajili ya kutoa neno, na yeye ameambiwa atashiriki kama muumini wa kawaida. I say now yule muumini bwana yule mchungaji bwana aliposema Bwana asifiwe tu, kila mtu alisema amina. Ikabidi bwana mchungaji akaenda kukaa bwana kama mtumishi au kama muumini wa kawaida kabisa. Lakini yule muumini bwana au kondoo ambaye aliliwa na baba mchungaji, kiukweli alijisikia vibaya sana baada ya baba mchungaji kuwa amenyang'anywa maiki na mchungaji mwingine anahubiri. Lakini baadaye baba mchungaji bwana Pastor King ilibidi aende kuhudhuria kwenye kikao cha wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa walimwambia kwamba tutakuitisha kikao tukwambie ni shida gani ambayo imetokea ambayo imekusababisha wewe tukusimamishe usifanye ibada. Baba mchungaji aliwaambia jamani, nani ambaye
hajawahi kukosea kati yenu nyie, asimame hapa aniambie mimi sijawahi kukosea. Na je, inakuwa vipi mnaweza kunihukumu? Japokuwa sijitetei kwamba nilichokifanya ni kitu kizuri, nimefanya makosa na nimetenda dhambi. Lakini je, ni nani ambaye anaweza kumhukumu mwenzake? Hata Mwenyezi Mungu amesema sameheni 7 mara 70, na mkisamehewa mkisamehe mnanyie pia mliosamehe mnazidi kuongezewa zaidi na zaidi. Jamani, nani ambaye hajawahi kukosea? Aise, baba mchungaji aliongea maneno mengi sana kwa hawa wazee wa kanisa. Maneno mengi sana ya kiimani, ya kibusara. Aliweza kuambia hawa wazee wa kanisa, lakini hawa wazee wa kanisa bwana walikuwa wameweka msimamo, kwa sababu mke wake na baba mchungaji alikuwa kashatambaza maneno yote ambayo yanahusiana na mchungaji, kwamba ameweza kula kondoo kondoo kanisani. Kaseka moja, nenda huko wewe, nenda huko. Yaani wewe unakula kondoo alafu sisi tukuangalie. Lakini baadaye tunamwona baba mchungaji mawazo alikuwa mengi sana, na akaona kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kikapumzisha mawazo yake ni pombe. Na tunamwona baba mchungaji amekunywa sana pombe. Yule dada wa kumuita Damsley ambaye ndiye aliliwa na baba mchungaji, tunamwona anakuja kwa baba mchungaji baada ya kugundua kwamba baba mchungaji ameachwa na mke wake, na sasa hivi baba mchungaji yuko peke yake. Kwa hiyo ilibidi aje kwa baba mchungaji. Baada ya kuja kwa baba mchungaji anamkuta baba mchungaji amekunywa pombe nyingi sana na ameweza paka kuzima, yani amekunywa mpaka hawezi kujitambua. Ikabidi dada amsaidie, aenda kamlaze na akachukua zile pombe zote ambazo baba mchungaji ambazo alikuwa anazitumia azitoe. Huyu dada bwana sijui kuna shida gani. Yaani tutaenda kuona kuna tatizo gani ambalo limeweza kumkuta, au kuna kitu gani ambacho amempangia huyu baba mchungaji. Hawezi kuwa amemsababishia matatizo yote haya, lakini bado anakuja. Na hapa tunaangalia kwamba anajaribu kuweka vitu sawa, kwa sababu baba mchungaji baada ya kuwa amekunywa vitu vilisambaratikana. Kwa hiyo alijaribu kuviweka vitu katika sehemu zake, na baadaye alienda kumtengenezea chakula baba mchungaji. Lakini baba mchungaji baada ya kuamka sasa kuzinduka katika pombe, alikuja jikoni baada ya kusikia kelele kwamba kuna mtu yuko jikoni anapika. Kumbe ni yule mdada ambaye anaitwa Damsley, ambaye ni muumini wake, ni kondoo wake, ni utamu wake ambaye alikula. Ni mtu ambaye alichukua koni yake, alichukua wajomba na kuwalamba na kuwachezea mpaka akamfanya baba mchungaji aanze kuhisi vitu tofauti bana. Lakini alimfuata akamwambia wewe, naongea na wewe, umekuja kufanya nini kwangu? Wewe ni shetani, umekuja kufanya nini kwangu? Baada haya yote kunifanyia hujalizika, imebidi tena unifuate mpaka nyumbani kwangu. Wewe umetumwa. Umetumwa, nakwambia umetumwa. Lakini dada alimwambia subiri kwanza, usitumie nguvu. Nafanya haya yote kwa sababu nakupenda. Mchungaji akamwambia wewe mjinga nini? Kwa hiyo kunipenda ndo kunafanya ufanye haya yote kwa unajua ni kiasi gani umeweza kunisababishia matatizo? Wewe umetumwa. Lakini yule mdada alikuwa anamwambia kwamba hapana, mimi sijatumwa, ninakupenda na ndio maana nimeweza kufanya haya yote ambayo wewe unayaona. Lakini mchungaji anamwambia nitakuua hapa na hakuna mtu yoyote atakayejua kama nimekuua. Niambie unataka nini katika maisha yangu? Lakini dada anamwambia kwamba shusha hasira chini tuweze kuzungumza. Shusha hasira chini tuweze kuzungumza. Kiukweli ninakupenda. Anamwambia unanipenda ndio uniletea matatizo. Umesababisha mke wangu ameniacha, kanisani nimetengwa. Alafu leo hii unanipenda. Acha ujinga wewe. Basi ilibidi baba mchungaji aweze kuongea na kondoo wake na kuangalia kwamba kondoo ana shida gani, mbona anafanya haya yote, kuna shida gani hasa ambayo inamkuta, ambayo inasababisha kondoo huyu afanye haya yote kwangu. Kwa hiyo ilibidi amuulize kwamba niambie kuhusu wewe, kuna shida gani? Basi huyu mchumba kumuita Damsley ambaye ni kondoo baba mchungaji alianza kumhadisia na kumwambia kwamba tangu nikiwa mdogo mama yangu walikuwa anafanya
kufanya kazi ya usafi kanisani, kanisani kwako, ambapo mimi nilikuwa ninakuja kumwangalia mama yangu. Lakini nilipokuwa nakuja kumwangalia mama yangu nilikuwa nakukuta wewe. Kipindi hicho mimi nilikuwa nasoma sekondari. Kiukweli nilikupenda sana na nikajihimiza mimi mwenyewe kwamba wewe ndio unastahili kuwa mume wangu na wewe peke yako tu ndio utakuja kuwa mume wangu. Lakini baadaye niliweza kwenda masomoni, kwenda kusoma na kuendelea na masomo. Niliposoma, baada ya kumaliza nikarudi. Niliporudi nikakukuta wewe umeweza kuoa tayari. Tayari una mke. Hii iliweza kuniumiza sana kwa sababu kiukweli nilikuwa nakupenda sana. I say, hicho ndo kitu ambacho kiliweza mimi kunisababisha mpaka nimeweza kufanya haya yote ambayo wewe umeweza kuyaona. Baba mchungaji akamwambia kwamba ndio paka uweze kunipa ukimwi. Mdada akasema hapana, mimi sina ukimwi. Na ikabidi kesho yake aende kupima ili kudhibitisha kwamba yeye hana ukimwi. Kwa hiyo kaenda kupima, akachukua karatasi ile ya majibu, akaja akamletea baba mchungaji. Akamwambia soma, mimi sina ukimwi. Mimi sio mwathirika wa ukimwi. Baba mchungaji bwana, kusoma karatasi ya huyu mdada, ni kweli bwana, mdada ni negative. Ina maana kwamba hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa baba mchungaji akashangaa kwamba huu ukimwi ambao ninao nimeupata wapi? Huyu mdada akamwambia kwamba kaa na umuulize mke wako. Kaa na umuulize mke wako huu ukimwi umeutoa wapi? Mimi sina maambukizi ya virusi vya ukimwi. I say, baba mchungaji akakaa. Akasema huu ukimwi nimeutoa wapi? Nilizani kwamba huu ukimwi nimeutoa kwa huyu mdada. Maana mimi sijawahi kutembea na mwanamke mwingine zaidi ya mke wangu na huyu. Kwa hiyo nilihisi nimetoa ukimwi kwa huyu mdada, na mke wake ukumbuke alimuacha akizani kwamba baba mchungaji ni muathirika tayari, na ni muathirika kwa sababu ukimwi ameenda kuupata kwa huyu mdada ambaye ameweza kumchiti. Kwa hiyo baba mchungaji kiukweli aliwaza mengi sana, ikabidi amfuate mke wake. Akamfuata mke wake akamwambia, I say, ninakuua, naomba unijibu maswali yangu. Umeweza kunichiti? Ulikuwa unanichiti kwa muda gani? I say, usipoweza kunijibu ninakuua. Akaanza kuhesabu 1. Mke wake akamwambia usinishuti, ni kweli nimekuchiti, nilikuwa natafuta watoto, tumekaa muda mrefu sana mimi na wewe, hatuna mtoto. Kwa hiyo nilichokifanya mimi niende nje ili niweze kutafuta watoto. Mchungaji anasema, unasemaje? Umenichiti kwa muda gani? Mke akasema, nimekuchiti kwa muda wa miaka 2. Nilikuwa tumeona kwa sababu tuna muda mrefu sana mimi na wewe, hatuna mtoto. Kwa hiyo nikabidi kwamba niende nje nikatafute watoto. Naomba unisamee mume wangu. Ukumbuke wewe ni mchungaji. Akasema, I say, wewe ni mjinga sana. Wewe ndio kwanza una shida ya kutokupata watoto. Maana yule mwanamke ambaye nilizini naye ana ujauzito. Kwa wewe mwenyewe ndio una shida. Mke wake akasema, na una ukimwi wewe, kwa sababu yule mwanamke ambaye mimi nilizini naye yeye yuko negative. Mke wake akasema, hii haiwezekani. Mume wake akamwambia, ndio inawezekana. Na hivi sasa wewe hapo ulipo ni muathirika. I say, kumbe bwana, haya yote bwana baba mchungaji alikuwa anaota. Baba mchungaji alikuwa kwenye ndoto. Na hiyo yote sio kweli. Ni ndoto ambayo baba mchungaji alikuwa anaota. I say. Lakini bwana, hao ni watumishi wa Mungu bwana. Ni kama Mungu fulani hivi anamfunulia kuna vitu fulani Mungu anamletea, lakini anamletea kwa njia ya njozi. Ya maana yote mpaka baba mchungaji anajishangaa, anasema, ni mimi. Yote haya baba mchungaji alikuwa anaota bwana. Lakini ukumbuke kwamba hao ni watumishi wa Mungu bwana. Kuna mambo mengine wanaletewa, wanafunuliwa kupitiwa kwa mfumo wa njozi au kwa mfumo wa ndoto. I say, baba mchungaji alishangaa sana. Akasema, hii ndoto ina maana gani? Lakini baadaye alikaa akajifikiria sana, akasema hapana, kuna kitu. Ikabidi akae na mke wake na kumwambia kwamba kuna kitu chochote kile mke wangu ambacho umekifanya ambacho mimi sikijui. Ninaweza kukusema endapo tu utaweza kujielezea na kukiri kwangu. Kika akamwambia, wewe unazungumza kitu gani? Unamaanisha nini? Mbona mimi sikuelewi? Mume wake akamwambia kwamba kuna vitu fulani ambavyo Mungu amenifunulia
na Mungu ameniambia kuhusiana na wewe. Sasa ningependa kabisa uweze kunielezea kwamba kuna shida gani ambayo au kuna kitu gani ambacho kiko kwako. Je, mke wangu hujawahi kunichiti? Hauna muda wa miaka 2 sasa kuna mtu nje unatembea naye? Mke kabidi ashangae, huyu mtu vipi? Baba mchungaji anatoa ni kama vile ni vitu fulani vile ambavyo yani amehadisiwa ni au ameviona. Sio kama amehadisiwa ni ameviona kabisa hivi ameviona. Mke wake alipigwa butwaa ikabidi tu mke wake akubali. Kutokana na baba mchungaji alikuwa anaongea kwa hisia kama kuna Roho Mtakatifu ambayo ndio inaongea yani. Ikabidi mke wake akakubali na kumwambia ni kweli nimekuchiti kwa muda wa miaka 2 na mwamba ambaye alikuwa anamchiti naye ndio huyu hapa. Alafu alikuwa anamchiti kwenye kitanda chake. Akamwambia nilikuwa nakuchiti kwa muda wa miaka 2 kutafuta watoto. Kwa ina maana ile ndoto ina maana ni kweli kabisa. Mungu alikuwa anamfunulia baba mchungaji kwa mfumo wa ndoto. Alikuwa anamfunulia baba mchungaji kinachoendelea kwa mfumo wa ndoto. Kwa ile ndoto kabisa ni kweli kabisa, ile njozi kilichokuwa kinatokea kwenye njozi ndio maisha halisia ya baba mchungaji. Mke wake alimuomba msamaha, akamwambia mume wangu naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe sana. Lakini baba mchungaji alimwambia kikweli siwezi kukusamehe. Katika hili ambalo umelifanya siwezi kukusamehe. Ukumbuke wewe ni mama mchungaji kabisa. Alafu vitu ambavyo umeweza kuvifanya ni vitu vya ajabu, alafu umeweza kunificha. Ina maana kama mimi Mungu asingenifunulia siku zote hizo nilikuwa nimekaa kimya tu sijui linaloendelea paka pale Mungu ambapo ameweza kunifunulia. Kweli bwana Mungu sio afande Muriro. Kweli bwana Mungu sio afande Muriro. Mungu ameweza kumfunulia baba mchungaji kila kitu ambacho kimeweza kutokea, na baba mchungaji alikuwa katika njozi ambayo hajui linalotokea. Lakini baadaye akiwa kanisani yale maono ambayo katika njozi alikuwa kama vile anakuja live. Alikuja yule mchumba ambaye baba mchungaji mwanzo wa picha alikula kondoo wake na kumwambia kwamba baba mchungaji nimekuja kukusalimia. Mimi naitwa Damsey. Hatujui kinaendelea nini. Wewe kuna sehemu ya pili ya hii movie. Usisahau kusubscribe ili upate sehemu ya pili ya hii hapa movie.